Huyu ndiyo Mlawatu. Issei Sagawa alizaliwa nchini Japan mwaka 1949 katika familia tajiri na yenye elimu nzuri. Alisoma na baadaye akaenda Ufaransa kusoma fasihi, maisha yake yakionekana ya kawaida kabisa kwa macho ya watu. Lakini nyuma ya maisha haya ya kawaida kulikuwa na matatizo ya kisaikolojia yaliyokuwa yakikua taratibu. Akiwa Paris mwaka 1981, alikutana na tukio ambalo baadaye lilibadilisha maisha yake milele. Katika tukio hilo, aliua mwanamke mmoja ambaye alikuwa rafiki yake wa karibu. Kisa hicho kilishtua sana jamii ya Ufaransa na kilifanya polisi waanze uchunguzi mkubwa. Baada ya tukio hilo, alikamatwa haraka sana kutokana na ushahidi uliokuwa wazi. Kilichoshangaza zaidi ni jinsi mfumo wa sheria ulivyoshughulikia kesi hiyo. Baada ya uchunguzi wa kimatibabu, aligundulika kuwa na matatizo ya akili, hivyo hakuhukumiwa kifungo cha kawaida cha muda mrefu. Badala yake, aliachiliwa na kurudishwa Japan. Aliporudi Japan, hali ya kisheria ilichanganyikana na kesi yake haikuendelea tena ipasavyo. Hivyo, aliweza kuishi maisha ya kawaida kwa muda mrefu, jambo lililozua mjadala mkubwa duniani kuhusu haki na sheria. Kwa miaka mingi, jina lake lilibaki kwenye historia kama moja ya kesi za ajabu zaidi duniani, si kwa sababu ya tukio pekee, bali pia jinsi alivyoweza kuishi maisha baada ya hilo. Issei Sagawa alifariki mwaka 2022 akiwa na umri wa miaka 73.